Hali gani ndugu mpenzi mtazamaji, hapa ni kipindi chetu cha JR Media. Tunaweza kukaribisha kwa siku ya leo tukiwa na mgeni wetu rasmi ambaye anaimba nyimbo za Injili, na kwa siku ya leo tunataka kufahamu mambo mengi. Nadhani unamfahamu kupitia nyimbo zake, kupitia peji zake, lakini kwa siku ya leo tutaenda kujua mambo mengi kuhusu habari za uzima. Ndugu, ni nzuri ndugu yangu. Kwema? Tunashukuru Mungu. Ibada ya leo imeendaje? Ibada ya leo ni kweli tumemwona Mungu. Tumemwona Mungu kabisa. Kwanza tungependa tuweze kufahamu kwa majina, unaitwa nani? Mimi naitwa Lumona, hilo ndilo jina langu, lakini jina langu la pili ni Ramadhani. Lakini jina la kazi tunayoifanya tuseme ni Nduli, ndio niliokaga jina la pili, kwa hiyo ninaitwa Lumona Nduli. Okay. Mashabiki zako ama wapendwa ambao wanakufuatilia wangependa kufahamu Ndule waje na ukaweza kuitwa Ndule? Ndule ni lugha ya Lingala, means music. Kwa hiyo ukisema Lumona Ndule unasema Lumona music. Lumona music. Yeah. Yaani wewe ni mtu ambaye unapenda sana music. Ninapenda sana kuimba. Yeah. Tungependa tuweze kufahamu kwa sababu tunaanza kuona katika page nyingi za Facebook, tunakuona kwa YouTube, TikTok, na ukiwa kama vile mwimbaji. Tungependa tufahamu ilikuwaje tu mpaka ukajikuta kwenye tasnia ya uimbaji? Tasnia hii ya uimbaji ni huduma nilifanya kwa muda hivi wa miaka 10. Kwa hiyo nilianza hii huduma nina miaka karibuni 15 hivi kama sijakosea, nikaingia kwenye huduma hii mpaka sasa hivi. Ilikuwa kidogo story ndefu mpaka nifikia hapa, ila tunamshukuru Mungu, bado tunasukuma gurudumu la Mungu. Tukirudia kwa miaka 10, kuna nyimbo gani ambayo uliweza kutoa huko kwa miaka 10 ikakuwa ni wimbo ambayo inapendwa sana kule YouTube? Nafikiri muda nilioanza kufanya huduma nilianzaga kanisani. Okay. Nikawa ninaimba tu ibadani kama kawaida. Na tulikuwa hatujaanza masuala ya kurekodi, hatujajua YouTube hivyo, so tunaimba tu, tunafanya mazoezi, tunaimba Jumapili. Yaani ulianza kanisani ndio baadaye ukajikuta ukafungua channel yako ukaanza kuimba nyimbo za Injili huko? Tulianza masuala ya ile kundi za kanisani, tukaimba, tukarekodi pia. Yes, nakumbuka tushawahi kufanya recording ya kwaya ya kanisani kipindi kile. Na tukaendelea mpaka tukafika hapa. Yes. Tulivyokuja hapa Marekani, basi Mungu akafungua fursa. Okay. Tukaanza tukafanya kazi. Na tukiongelea hapo katika mtandao wa YouTube, na tukiangalia umekuwa mwimbaji ambao unapendwa sana siku hizi, na si siku hizi tu, kila muda, kwa sababu ukitoa nyimbo zako watu wanafanya challenge, watu wanazipokea, watu wanazikariri kwa wepesi. Na ni wimbo gani kule YouTube ambao umejikuta kabisa imekupatia matumaini ya kusema kwamba ninaendelea na kazi ya Mungu? Shukrani sana, na niseme tu ni kibali kutoka kwa Mungu, na tunavyoongelea kwamba ni project gani ambayo nilivyoitoaga nikasema basi hapa ninafanya kazi ya Mungu. Nafikiria hata kama sijaingia YouTube nilikuwa ninaelewa kwamba ninachokifanya ni kazi ya Mungu, kwa sababu tumepewa agizo kwamba enendeni ulimwenguni mkafanye watu wote kwa wanafunzi wangu. Sasa okay. Mimi natembea na hiyo, so nilivyoingia kwenye social medias kufungua YouTube nilikuwa tayari nishafanya huduma. Kwa hiyo nilianza na ile tiketi tu, nilikuwa ninajua kwamba ninafanya kazi ambayo nimeitiwa kwayo, yani kusudi la Mungu litimie. Na tukiangalia ile tiketi ndio inamaanisha kwamba ndio wimbo ambao unakupeleka na unajikuta kwamba ndio kazi ya Mungu inaenda mbali. Tiketi nilionaga mapokezi, niseme mapokezi ya tiketi yalikuwa ni mazuri, na ndio ulikuwa wimbo wangu wa kwanza nahisi kuingia nao mjini YouTube. Na ulinipaga moyo kusema kwamba labda hata tuendelee hata kutoa nyimbo YouTube, sio kufanya huduma lakini kutoa nyimbo YouTube, ili wale ambao labda hawako kwenye area zangu wao wanapata habari pia za Mungu kupitia huduma Mungu ameweka ndani yangu. Na tukiangalia katika nyimbo ya tiketi, uliweza kushirikisha mwimbaji mwingine ambaye anaitwa Josephine, na ilikuwaje na ugumu gani kupatia mpaka mkafikia makubaliano kupitia nyinyi wote wawili mkaweza kutoa wimbo mmoja? Ule wimbo ni wimbo ambao
Nilianza kutengeneza na nafikiri nilikuwa na miezi kama 6 hapa Marekani. Kwa nikaanza kutengeneza, lakini nilipokuwa nautengeneza pakawa kitu kwamba hapa panahitajika mwanamke, so nikaangalia ni nani akafaa na ikabidi nimchukue Josephine ili tufanye naye kazi, na tulifanya kazi, tulirekodi ule wimbo muda kabisa, yani tuliandaa kama ni mwaka, tunafanya tu maandalizi ule mwaka, tunaenda studio tunarudia mpaka ukawa wimbo vile. So mambo mengi yalipitikana, like muda mwingi tulipoteza sana studio ili kutengeneza kazi nzuri. Okay, kuna swali ambao watu wakiongelea ama maneno watu ambao pia wakiongelea kusema kwamba huwa unaandikiwa nyimbo. Kuna mtu huwa anakuandikia nyimbo. Sijui kama ni kweli ama inakuaje. Labda wangependa kufahamu kwamba kwa sababu unajikuta leo unatoa wimbo, baada ya wiki nyingine unatoa wimbo mwingine. Watu wanasema kwamba nyimbo zako huwa zinaandikiwa na mtu mwingine. Je, hiyo ni kweli ama inaongelekaje? Kwa sasa kama kungekuwa mtu ananiandikia mimi mwenyewe ningeshukuru. Yaani kama mtu anawimba ananiletea, yote ni kazi, nafikiria ingekuwa heri, lakini kwa sasa hivi huwa siandikiwi nyimbo na mtu. Okay. Mimi Mungu tu ananineemisha, ninaandika na ujumbe ukija basi ninafikishia watu wake. So ni Roho Mtakatifu anasaidia kwa uandishi. Je, labda watu kufahamu kuna uwezekano wa kuandaa albamu ya nyimbo ama bado tu utakuwa na ile style ya kutoa nyimbo moja ama vipi? Album au EP. Yani kuna Mungu, bado tuna safari ndefu, ningali kijana, nina miaka midogo sana. Okay. So bado nina safari kubwa, ni kazi ambayo ninaipenda sana, nitafanya vitu vingi sana, na kama ni albamu ma EP, so wherever yenyewe Mungu atapenda kumbele tutakuwa, lakini kazi tunaipiga. Yani tunaenda kama alivyotuagiza nendeni, sisi ndo tunaenda. Okay, labda tungependa tujue kwa nini waimbaji sana hapa Marekani hawapo na ile kusema kwamba tunaweza toa collab ya sisi wote waimbaji, ama tuseme kwamba mtoke hapa mwende kupiga collab na waimbaji wengine, inakuwa ni vigumu sana. Je, kwako hilo unazungumziaje? Marekani inabana sana, inabana sana, yani iko really busy. Okay. Yani mji ambao unapilika pilika, kila mtu like anakimbizana na maisha yake. Sasa unafasema kwamba upate availability ya watu wote ili utengeneze hicho kitu, maybe like inaweza ikawa shida kidogo. So ndo nahisi labda ndo maana watu wengi hawaliwekea hilo maanani sana, na maana hawaliwazi. Lakini sidhani kama watu tunaofanya kazi ya Mungu tunaweza tukawa na tofauti zozote zile za kufanya kazi pamoja. Ni vile tu muda na vitu vingine, na labda hizo ideas ziwahi kufikia kwa watu. Na ikiwa kama wewe unaweza kuwa na hiyo idea itoke kwako kwa nyimbo ambayo inayokuja, ama tu kwako unayo mawazo idea ya kushirikisha watu wengine kwa nyimbo zako? I mean mimi napenda sana kuimba na watu, na ninabarikiwa sana na huduma za watu, na vile ninapoona kuna kazi ambayo Mungu amenipea na inaamini namfaa mtu fulani au watu fulani, hata wawe 10 mimi nawaingiza kwenye wimbo wangu ili tutengeneze tufanye kazi ya Mungu pia. Okay, tukiangalia katika wimbo wa YouTube kule, kuna wimbo fulani ambao unaweza kutoa ukimshirikisha msanii ambaye anaitwa Chumbo, na ilionekana wimbo ni mzuri. Sijui ile wimbo hamjawahi kutoa video, na sijui kama mnapangilia kutoa video nyingine ama itafikia tu itaishia hapo. Ile wimbo ilikuwa na event maalum. Okay. Yani tulitengenezaga ule wimbo kipindi mtu fulani anaunga ndoa, anafanya harusi, so akawa kama ameomba kwamba tufanye ile kazi, basi tukaingia tukafanya ile kazi, lakini hatukubahatika kufanyia video, lakini ikidemika ikimpendeza Mungu basi tutengeneza na video, but alikuwa iko kwenye program ya video. Tukafikiria like siku ile ya event ndo atashoot kind of that stuff, but mambo aliingiliana, so that's why video ikupatikana. Labda tungependa tujue sanaa ina muhimu gani katika maisha yako? Ninapokuwa ninafanya uimbaji ama ninaimba, kuandika na vitu vingine, ni njia
mojawapo inanisaidia kumtukuza Mungu aliyeniumba. Unajua maisha haya bila Mungu, I mean like hakuna maisha bila Mungu. Ndio. Sasa ninapokuwa ninamfanyia Mungu kazi, Mungu ambaye like siwezi nikamlipa hata kwa robo. Inanifurahisha sana kwamba acha tumrudishie Mungu tukufu. Ukiangalia mambo anayofanya katika maisha yetu, alikotutoa akatufikisha hapa, like ni vitu ambavyo like ukiangalia havitathminiki kwa akili za kibinadamu. So ninapokuwa ninaimba like inanifurahisha na kuniambia kwamba yes, uko nafanya kitu kizuri kwa kumtukuza Mungu ambaye amekutoa mbali, anakusaidia, ya muumba wako, kind of that stuff. Kwangu mimi sio kama sanaa, kwangu ni kama like ni huduma ninayoifanya. Yes, uimbaji ni huduma ambayo kabisa ninapendezwa nayo. Yeah. Okay, ni vizuri sana na umeeleweka wazi. Na kuna swali lingine ambalo ningependa kukuuliza kutokana na waimbaji wa hapa Marekani vile vile. Unakuta mwimbaji anatoa wimbo moja, anapotea baada ya miezi 6, miezi 7, miezi 8, unakuta hata mwaka ameshatoa wimbo moja tena anarudia tena. Je, hiyo ni kazi ambayo anaifanya ama tu ni ile anakosa muda ama inatokana na nini zaidi sana? Kwa sababu tukiangalia kuna waimbaji wanatoa wimbo mmoja wanapotea. Yaani ni kama kuna wimbo alipewa, ni ile tu iko na sauti, anakuja kutoa alafu tena anapotea. Sijui kwa wewe hilo kitu na chukuliaje, na sijui kama umewahi kuliona? Yeah, hiyo inatokeaga sana. Nafikiria mimi siwezi nikamlaumu mtu ambaye anakuja anatoa wimbo mmoja alafu anapotea, lakini kumlaumu ni kwamba labda tofauti na social media, je, anafanya kazi ya Mungu? Okay. Hilo ndio swala la sisi tunakuwa tunalifikiria, kwa sababu kuna social media lakini kuna huduma. So like huduma na social media ni vitu tofauti. Yeah. So mtu anaweza akasikia hii hapa na jinsi inapendeza kwenda kwenye social media YouTube ili watu walioko huko waisikie. Hiyo iko hivyo, lakini kuna zile zingine like every Sunday, yani vitu ambavyo ni endelevu. Hata kama nisitoe wimbo YouTube lakini kanisani ninaimba. So kama anafanya hivyo, mimi sidhani kama kuna shida yoyote. Lakini kama kwa wale wengine ambao like wanatoa nyimbo back to back, nao pia si walaumu, kwa sababu wako na vision kubwa. Kuna wale watu wana vision kubwa, hiyo mimi nataka nitangaze ulimwenguni kote. Ushaelewa? Ndio wale wanatoa kwa back to back, lakini wale wengine like wanatoa 1, 2, 3. Okay. Wako pale like let's just do it, ni kazi ya Mungu. Yaani wanatoa like kama kiburudisho. Sio tu kiburudisho, nikipata neema kwamba hii inafaa kwenda kwa watu wote, basi hata Mungu akileta bwana hii hapa iende kwa watu wote, hata tu nipelekee watu wote wasikie. So hawafanye like is not like, sitaki kusema kama business, lakini ni vile tu like ni like hawapo kuhivyo sana, So si walaumu sana, lakini kama wanaitengeneza kama career, kuna wengine pia wanatengeneza kama career, kama wanasema career. Anatengeneza kwamba like ndio wale wanatoa back. Akina sisi, mimi mwenyewe like kutoa wimbo inakuwa inachukua muda sana, lakini naweza kuwa naandaa wimbo muda wa mwaka. Ndio nikuje kutoa YouTube. Sio kwamba sina ideas, niko nazo, lakini which ideas itanipendeza kufikishia watu. Okay, ukiwa kama vile mtumishi wa Mungu, huwa unasikia nyimbo za kidunia? Nyimbo za kidunia ndio nyimbo gani? Mbona kwa sababu hata tunazozimba ni za kidunia. Yeah, kuna zile nyimbo kabisa za bongo za wasanii wa bongo flavor, unakuta like akina Diamond. Like ukikaa kuniambia nikisikia dunia tunapita, nitasikia nyimbo inafundisha, au utakuwa kuniambia nisikie wa mbo gani ile like Bawanyika, kuna wazee walikuwa wanaimba nyimbo za kufundisha tu, like ni watu ambao hawaimbi kanisani, lakini ukisikia wimbo unafundisha. So wimbo wote ambao labda hata sio wa kanisani lakini una mafundisho, mimi huwa naenda nao na usikia, nasikiliza sana. Okay, labda tungependa tuweze kupata kiburudisho, watu waweze kusikia sauti yako. Kama vile kuna wimbo fulani ambao ningependa uimbe, ni wimbo wa Tiketi. Tiketi. Ningependa kwanza watu waweze kusikia sauti yako, waweze kujua kwamba ninaumwa homa, lakini pole sana. Asante sana, hata tufanye kazi. Tiketi vocal gani ile?
Zama na zama umezama kina Yesu katika sifa. Malaika wainama tena wainuka, sifa ni zako daima. Na nawaona wazee 24 wakizunguka enzini pako, waimba sifa. Asante sana, Mungu ni mwema sana. Na kikweli una kipaji cha kuimba, na kikweli acha Mungu akubariki, kwa sababu kazi ambayo unafanyizia ni kazi kubwa sana. Na kitu kingine ningependa nachotaka kuuliza cha mwisho, je, tutegemee nyimbo nyingi hapo mbeleni ama bado tunakustupisha? Nyimbo, kuhusu nyimbo mtegemee nyimbo kabisa, nyingi sana. Nyimbo sana kabisa. Tunafanya kazi ya Mungu iko na mimi. Yaani Roho Mtakatifu. Yaani mimi ni kiwanda tu. Hapana kiwanda. Yaani mimi ni lakini speaker. So mwenyewe anafanya kazi ni Mungu ndani yangu. Yaani ukiniona ninaimba sio mimi ila Mungu ndani yangu. Kwa hiyo mtegemee kazi. Kwa sababu Mungu wangu gala yake haijaisha. So we get a lot of ideas and yes. Tunashukuru ndugu mpenzi mtazamaji kwa siku ya leo, tukiwa na mgeni wetu rasmi hapa, na tumeweza kusikia mambo mengi kuhusu safari yake ya muziki, safari yake ya kumtumikia Mungu. Na tunapatikana katika mitandao za kijamii kama vile TikTok, tunapatikana YouTube, tunapatikana Instagram, tunapatikana pia na Facebook. Ukiandika tu pale Jaya Media utaweza kutupata, na ikiwa bado utaweza kutufollow, uweze kutufollow, na Mungu ataweza kukubariki. Kwa siku ya leo utaweza kupata vipindi vyetu kila Jumapili, tutakuwa tuko hewani, na Mungu azidi kubariki. Amen.